hatupatia nafasi watu wa kizazi kipya sana ku kizazi kipya. No, that is so good. Kiangalama Tanzania kama wanafika mbali ni jua wana nani kizazi wana mix. Because out of mention akili ya maproducer wa sasa na wa zamani wana kitu kile cha zamani, lakini nyinyi mna vipya. Ini mda wetu na sipika wakati na sitafika tutachia kizazi to play beat to ski. Naweza nikachana na mimi hamna shit. Yay! Yay! Sikiliza touch, ndio touch unasema kama touch ndio touch kabisa yani. Hey, hey. Wewe. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Baringi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hello, kama kawa, you know, welcome again tena kama kawaida, you know, this is Ami Show TV +257. Kwenye microphone pamoja na MB Promoter aka Mr. If you like me, I like you. If you don't like me, I don't like you too. That is my name na koja kosea. Kwa pande wa kamera ni CC the Silver aka mnyama wangu. You know what? For nani kwa in the building, ndio kuja kutafuta mtu mzima ambaye anafanya poa saa hizi kwa swala gani la production, yani ya muziki. Unajua kitu gani? So muziki kutoka Burundi tuna producer ambao wanafanya poa, wako fresh. Hakisha kwamba muziki wako unakuwa safi, unakuwa utamu nini. Halifanya kazi wasanii wengi licha na kina Mr. Champagne, kina sijui Tirosi Mfalme, sijui kina nani kadhaa. Halafu ni producer ambaye alikuwa anatumikia kwenye producer mkubwa ambaye anaitwa Pitch and Revolution Sound, akatoka hapa kwenda mpaka kwa jini. So utajua mengi sana. Labda tungeweza kumsalimu mbele ya kamera ya Ami Show TV. Bro, inakuaje? Poa bro. Uko fresh? Uko fresh kabisa. Yeah, there are some people wanahitaji kufahamu tunaongea na nani, kwa sababu unajua kama kuna wengi ambao wanakufahamu lakini pako wengine ambao wanahitaji kufahamu zaidi. Ndio. Kwa jina naitwa KZ wa maana, ndio ananiita KZ wa maana. Yup. Hebu tuambie jina la KZ wa maana litokea, kwa sababu kuna watu wengine wanapenda kufanya ma AKA. I need to know jina la KZ wa maana litokea wapi? KZ ni jina yangu tangu zamani. Kutoka zamani. Cause mimi jina la KZ kwenye limetokea. Yeah. Cause mimi nimekuwa shabiki wa nani? Wa Godzilla. Godzilla. Yeah, Godzilla from Tanzania. Tanzania, yeah. Yule rapper ndio ulikuwa fans wake. Yeah, nilikuwa nampenda sana yule jamaa. Ikafika na kuaje sasa? Ikafikia sasa ametoaga nyimbo moja hivi inaitwa King Zilla. Agaciro zera ni bara. Yeah, that is the simple. Nilikuwa shabiki sana wa hiyo nyimbo mpaka watu wakaanza niita King Zilla. Yeah, wakati AZ. Yeah, so anaanza niita King Zilla. Na mimi nikapenda hiyo jina. Asa nikaona pale ya kubadilisha ndio iweka tu kwa ufupi KZ. Yeah. Hebu kama mtu anakuuliza maana ya Q, halafu utamwambia kitu gani maana ya Z ni kitu gani? Wewe kama kwa kusema kwa unataka kufanya definition ya kwako ili wanapokuoji sehemu nyingine useme maana ya Q and Z ni maana yake nini? Kwa sababu labda Q inaweza kuwa kama vile kaka, halafu Z kama vile zezeta hivyo. Labda unasemaje kwa definition kama ya kwako? Hapana. Mimi gisi nimekuambia hapo. Yeah. King Zilla inatokea Godzilla ni sijui kama umeshawaifuata filamu inaitwa Godzilla. Vidudu moja hivi. Manyama imwa hivi. Yamekuwa na nguvu sana. Sasa God King unaona kani vimoja vinaendana, ndio maana nimepanga King Zilla. KZ kisha wa maana nayo imetokea kwa majamaa wangu leo wamenipanga cause wameona niko mtu muhimu. Yeah. Njoo wakaanza niita KZ wa maana. Na mimi nikaipenda ile AKA cause kuna wengine wanajiita
bad boys, zombie, sasa mijina kama hizo sizitaki. Lakini wewe ni king zile wa maana. So tunaingia moja kwa moja kwenye interview ambayo ilikuja kama tunakuja kutufahamu kitu kutoka kwako, kwa sababu wewe ni producer ambaye unafanya vizuri for now. I hope kama sijasahau kuna hapo last years inapita ulikuwa unafanya muziki kwenye studio ambayo ilikuwa Revolution Sound kama sijasahau. Hebu tunataka kufahamu wewe na Pitchen ilikuwaje mpaka mkafahamiana? Pitchen tumefahamiana Kenshi. Pitchen ni kama baba yangu kwenye production. Baba yeye ndo amekufunza yani? Wakati naanza production nimeanzia Revolution Sound. Yeah. Ilikuwa nimekuwa nafanya mambo tu nyumbani cause nimekuwa na computer, but ikafikia muda nikahitaji nifike kwenye studio yani kukamilisha ndoto yako. Ndio nikaendaga, nakumbuka hapo alikuwa Buiza Kude, mimi ni barabara ya pili pale chini. Nilikuwa naishi Nyakabiga. Wakaniambia watu ndio wakaanza niambia sasa, hii kipaji yako bro sio kubakia tu hapa, uende ku studio onane. Nakumbuka nimeenda kuonana na maproducer wengi ila wakanibushit. Wakanibushi bia hivyo nini vitu wakatishana tamaa. Lakini nilipofika kwa Pitchen akapokea akasema ndio. Akasikia touch yako. Akasema uko na future nzuri, ndio tukaanza kutumika naye. That is so good. So Kezwa maana ulipoanza kutumika kwa Pitchen Revolution, hebu tuambie changamoto gani ambayo ya kwanza uliipata kipindi ulianza kutumika na msanii? Changamoto niliyopata ilikuwa hapo nilikuwa ningali naanza down, yani ule uoga. Ile uoga wa kazi, na ulikuwa na ile utaweza kuja kwa sababu msanii anakuja. Msanii sana anakuja kwa studio. Walikuwa nakuja ndio juu ya Pitchen. Ila Pitchen alikuwa ananiamini mimi. Wewe sana. Utaona ananipatia msanii, anamwambia msanii tumika na udo. Ila asa msanii anijue na mimi nitumike na huyu Pitchen unanizarau ni tena mbele yangu anasema mambo kama hiyo. Nasikia changamoto kubwa sana. Alafu ilikuwa nakusumbua. Kwani sumbua kweli. So licha na beat ambazo ulizifanya zina trend, hebu tuambie beat ambayo mpaka sasa unapenda ambayo ya msanii ambayo uliwahi kuifanya mpaka sasa ina trend, mpaka kama sasa unakoga unaisikia unatamani kuisikia kila siku? Mimi nafanya nyimbo nzuri nyingi bro. Unasema nyimbo moja ya msanii ambayo mpaka sasa ipo hit. Kwa sababu ulifanya na wengi. Tatizo sio moja. Zipo nyingi ambazo zifanya zinakuwa tamu. Zinakuwa tamu najisikia cause hata kwenye playlist kwenye simu yangu zipo. Na kuona nyimbo zangu ambazo tuna produce. Nyingi zinakuwa zangu tu. Sikuwe na nyimbo za watu wengine. Nikipenda kusikia za watu wengine naingia YouTube because mule kwa wasanii wangu kuna wasanii wazuri wanaimba R&B, wanaimba rap, wanaimba nini. Mle kwa zile production ambazo unazifanya wewe. Tunataka kufahamu hivi kwa sasa hivi una expire kwa nani kupitia licha yako ya kazi ya production? Kwa sababu kuna wengine kusikia kama eti mimi na kwa labda kwa mfano kama Johnny Light, mfano tu hapo mfano kama ukiwa producer wa video kwamba mimi na expire kwa Johnny Light, wengine kwamba kama kwa Nkorana. Na wewe kwenye production wako wa muziki una expire kwa mtu gani maarufu hapa Afrika na nje ya Afrika? Mimi kwanza wakati nimeanza mtu ambaye amenifanya nipende mambo ya production ilikuwa ni na Real from TZ. Na Real nimekuwa napenda beat zake kisa alikuwa piga nini zile za South Africa zile za South Africa rap anagonga vizuri sana. Ila kwa sasa simwangalia tena na Real sana. Kwa sasa naangalia sana ndio Nigeria wakina producer kama Rex Band this one ndio una expire mpaka size. Ndio jamaa nampenda sana. Wimbo gani ambao ulikufanya mpaka una expire wake ambao ulitengeneza yeye? Rex mkubwa ambayo size uko big size kabisa, uko trend. Sijui jina lakini ya Naira Marley mtoto wa Marley. Naira Marley Naira from Nigeria namfahamu huyo. Ndio mpaka sasa unazidi ku-expire na producer. Huyo producer ndio ana-inspire kwa sasa. Zamani wakati nimeachana na Naril nikaanza mpenda Mastercraft. That is so good. Mastercraft hivi ni muda wa Rex. Na Rex akitoka kuna mwingine mwenye atafanya vizuri ataniinspire. Ila kwa sasa najinspire kwa mambo ya Afrobeat. Ni Rex kabisa. So unajua Burundi kuna malebo nyingi sana. Nataka kufahamu kuna lebo moja iliwahi kukamata kama viata kufanya mkataba na wao ili uweze kutumika nao? I can say bado. Ila kuna toka ulipoanzia mambo tumekuwa na kuna nani ameniandikiaka nani? Satura Insta ameniandikiaka Insta, alifuata kazi zangu siwika nani akaniandikia nini nahitaji tufanye kazi pamoja hivyo. Ila nakumbuka ile wakati
mke wake alizaaka. Tulikuwa tushapanga na gaunda kuonana nini nende kule, ila ikatokea alichakaza akazasa. Wakati alizaaka tukakuwa kama tunapoteza contact cause ameniambiaka nisubiri kidogo cause yupo mbitu ya kuna nini vitu vyake tu vya labda vya uzazi. Tangu hapo hasa mimi hasa sipende kuforce mtu, ni namtizama tu. Lakini alikuwa alikwambia anahitaji kutumika na kwa sababu alikuwa alishasikia touch yako. Yeye ndio ameniandikia. Alafu ghafla ikapotea ile contact zenu ambayo mlikuwa nayo. That is so good. But tunaongea naye instant salimia tu poa. Ila kikazi kazi hamna naye mawasiliano sana. Unahisi kwa sababu gani wewe mpaka saizi wa master wakubwa licha na wale ambao ulifanyizia kazi hawalitaka kukokota ndio kwenye lebo yao? I can say hapa Burundi tuna tatizo moja bro. Burundi kuna tatizo moja, hawaipi new generation nafasi. New generation hawapati nafasi. Hawapati nafasi kabisa. Kweli. Ndio. That is so good. Wanapenda wabakizi wale wa zamani. Juu ndeza kuambia sio tu mimi bro. Kuna maproducer wadogo wanafaa vizuri sana. New generation wapo. Kama mimi I can say mimi. Wewe unasema eti hakuna label yenye inanitafuta hapa. Ila nina mikataba na malebo zenye zipo USA, my godness, Amerika. Kweli? Kule Amerika, Norway. Natumika na wasanii wa Ghana, wasanii wakubwa wa Ghana natumika. Tutakuja kuzisikia hizo nyimbo kama sio siri. Tutakuja kuzisikia hizo nyimbo ambazo unazitumikiwa Marekani hapo tukimaliza kipindi chetu. So nakumbuka hapa tena juice kati hapa mimi nakumbuka kipindi marehemu alipofariki marehemu member kama sijasahau, nilisikia kuna news trending kwamba wewe unatumika na GN kwenye studio ya GN. Hebu tuambie ilikuwaje mpaka GN kakujisikia mpaka akakuita pale? Kwa sababu uliachana na Pitch Revolution nafahamu hicho kitu. Pitch nimetogaka wakati nimetoka nilikuwa sina studio ya kutumikia. Sasa nikaanza kutumika hapo ku 5 nilikuwa naomba tu studio kwa mmoja mangu anaitwa Rashid Prole ambaye yuko Marekani. Yupo Marekani sasa. Sasa nilikuwa nafafa hivyo. Sasa kuna jamaa mmoja kapendaka touch yangu sana. Sasa na jene nakumbuka ile wakati alikuwaka anatafuta beatmaker. Cause beatmaker wake ameendaka Ufaransa anashika nani tena wewe namsahau jina hivi ni beatmaker hivi yuko Ufaransa. Sasa njo akaniambia bwana kuna studio iko na nani mtu iko atafuta beatmaker nani GN na mimi GN pale nakumbuka nilikuwa namusikia kwenye mambo ya gospel alikuwa anapiga gospel rap gospel. Ndio tukaendaka tukonana naye akaniambia nimsikilizishe beats. Alisikia akatoa akapenda na hapo basi nikafanya na mkataba. Hebu tuambie mkataba wenu na GN ulikuwa kama vile wa baadhi ya kipindi gani hivi? Ndaweza sema atukusainiaka mkataba ya kuandika. Ilikuwa mkataba ya nini sasa? Ila tulikuwa tunatumika tu pamoja, tunatumika pamoja mimi kama producer hapo. Basi ila tukuandikianaga. Tunahitaji kufahamu kitu kikubwa ambacho ulishawahi kufanya kwenye maisha yako ukitoka kwenye production ni kitu gani? Kwenye production. Kitu gani kikubwa ulishawahi kukipata? Mfano kama vile unasikia mtu kwamba kama vile gari, sijui nyumba, sijui nini. Kikubwa haswa wewe ulishapata kwenye production, kazi kwa production. Mimi ndaweza kuambia kila kitu niko nacho kwa leo ni kwa sababu ya production. Mimi sina kazi nyingine. Production. Mimi nina donc ndaweza sema sina baba, nina mama tu. Na kwa sasa najigaramia mimi mwenyewe kama ulivyofika kwangu sio kwangu gisipi. Naona ni pazuri. Biotic unaona hapa production ndio mwenyewe studio yangu kani nimefungua. Production ndio imefanya nimefungua. Na suni hapa kuna mambo tu mazuri. Panama House wakati tunaanza production. Nilikuwaka na donc nimesimaga mimi ndafunguaka studio kisha hiyo studio itakuwa jina yao Panama House. Ni kama 20114 ilikuwa 2014. 2014 sasa nilikuwa natumikiana lakini ndoto yangu ilikuwa na mimi niko na studio. Na uko na studio kwako. Hebu tuambie kwa nini uliamua kuipanga Panama House? Kwa sababu kuna wengine wanasikia wanakuambia sijui kuna majina moja ya maajabu ukisikia wanasikia kwa studio sijui sijui record. Kwa nini wewe hujatia record ni Panama House only? I think mimi niliona bila ya kubiashika Panama record nini vitu hivi nimeshapita na muda hivi. Nimeona ni Panama cause Panama is the Panama ni town. Ni town asio town inaipendaga sana. Ambayo iko Marekani? Ya Marekani, Mexico. Ya Panama. Lakini Marekani kule Latina
kule nafahamu chakile. As nilikuwa naipenda sana hiyo. Ndio kama kuipanga Panama kisha nikatia house cause soon Panama house kwa sasa ndaweza sema ingali label. Ingali studio but soon itakuwa label. Na kuna vitu mingi nina ndoto navyo kule. Ina maana una project ya kuifanya iwe label kubwa. Tunaingia kwenye swala la production sababu kuna maproducer wengi hapa. Hebu tuambie ni producer gani ambaye hapa Burundi unampendaga? Ambao ukisikia hata chake unasema kule jamaa yuko fresh bila kuzingua bila kubana. Na producer wa Burundi wanaweza bro. Ambao unamfeel ni producer gani? Mimi producer ambaye nampenda hapa napenda touch zake tangu zamani ni Kuri the Magic. Kuri anafanya vizuri. Kizazi kipi unamzungumzaje Breezy on the beat? Breezy anafanya vizuri. Kweli. Anafanya vizuri. That is so good. Napenda beat zake. The way anafanya donc anafanya vitu vya kisasa ambavyo viko quality. Mimi mtu akifaka vizuri na unamwambia ndio. Hebu tuingie kwenye hizo kazi zako ambazo unasema kama unatumika na wasanii ambao wako nje. Hebu tuambie ilikuwaje mpaka ukapata contact za kutumika na wasanii ambao wako nje? Kwa sababu tunajua maproducer wengi huko watumika na wasanii wa huko. Lakini ulipata kama vile the big deal unatumika na wasanii ambao wako nje, na naamini kwamba wanakulipa kwa zile pesa ambazo tunasemaga ni kama niseme kama ni president wa Burundi kama dollars ya. Tell me ilikuwaje mpaka ukapata hiyo nafasi bro? Kitu kimoja mpasha jua connection ndio nalitaka nyingine connection. That is so good. Mimi nakumbuka nilianzaka msanii wa kwanza wa nje mimi kutumiga naye. Alinitoyaka kwenye Insta. Anaitwa nani? Ameniandikiaga. Unamkumbuka jina? Sasa nikamtaja. Basi na system gani? Marekani au Marekani kwanza? Marekani amenitoa kwenye Instagram. Akaniandikia, akaniDM, akaniambia nini, nimesikia kazi zako, nimependa nini, nahitaji tufanye kazi. Akaniambia bro, kupitia ule mtu tangu nimfanyizia kazi yake ya kwanza mpaka saizi ilikuwa kana mfanyizia kazi mwingine ananitafuta analomba nimero kwa ule mtu naenda kwa kufanyizia kazi ule nana atafuta mwingine ule nana atafuta. Kumbe leo natoka na madala hapa baba, mimi sitakuacha kwa sababu naona na madala leo sitatoka hapa bila dala baba, tatoka hata na 20,000 hakuna sio nimekuja machizi wangu hapa lazima tu enjoy. So bro kama sijakata kauli natimai kwamba saizi uko poa kwenye production yako kwa sababu ni wa maproducer wadogo ambao uko na studio yako. Wewe una studio yako ambayo inaitwa Panama House. Hebu tutaje kufahamu mtu gani ambaye mpaka sasa anakusaidia ili Panama House endelee? Ni mwenyewe au kuna watu ambao wanakusupport? Kuna watu wananisupport sana. Kama ujamaa wangu unamuona hapa picha yake hiyo hapo. Wapi? Yule jamaa yuko pale. Jamaa hapo anaitwa Mandi yule pale kwa picha pale. Anaishi sehemu gani? Anaishi Marekani. Ni msanii. Ni msanii anakusupport sana. Anasupport sana na kuambia kama Panama House inasimama hivi akinisei ni juu yake. Kanisaidia vitu vingi sana. Sio tu ya Panama House, yani hivi ni kama brother. Ni kama brother wako. Kama brother hivi kweli tunafanya naye kazi. Tunafanya naye kazi sio tu ya music. Hata mambo ya kimaisha tunasaidiana. Tunasogezana mbele kabisa. So ni msanii mzuri anafaa vizuri. We need to know something ambayo iko important kwako. Hebu tuambie hivi unakuja kupata big label big deal. Hebu na wewe utakuwa na ile idea kuweza kusainisha wasanii wale ambao ushakuwa up wala kuchukua kile kizazi kipya kama ulivyosema unapenda wale watu ambao wako kizazi kipya. Mimi napaswa chukua mtu ambaye hayakuwa hata na jina moja kisha ana talent. Ndio mimi nampandisha. Kweli? Ndio. Safu kwa swala mzima la promotion kwenye radio kwa sababu Burundi tuna promotion yetu kwenye radio na kupitia TV zetu online. So kwa swala nzima kama hilo wewe ndio utamsimamia au utakuwa na mtu mwingine ambaye utampatia msimamie? Atakuwa na management. Kutoka kwenye Panama House. Ila mimi ndio CEO. Wewe ndio CEO. Kumbe na mimi nikuja kujiajiri au? Ni wewe tu. Lakini muda bado niweza bana kila nilitaka kuwa mbali. Nilipa madola wote nilipa. Sawa. So guys benda bit we need to tunataka tusikilize kitu kimoja hapa kama vile touch yako. Hapa tuko pamoja na tunahitaji kuchezea touch yako. Kwa sababu naona hapa kuna kila kitu, kuna computer, kuna nini. Nahitaji nifanyizie kama vile beat ya dakika kama vile sekunde kama vile 5 tu. Sawa. Nianze upya ama ni hata tunasikia basi au kusikia lakini ningelipenda kama sekunde 5 uanze tuone jinsi unavyofanyaga beat kwa sababu nyinyi waga unatudanganya waga tunaona tu beat tunaisikia jamani. I can say kwanza ngoja jamaa tusikie beat kwanza tengeneza beat ni virefu. Ngoja tusikie beat. Sema acha tu nikusikizisha zenye ziko hapo. Jamaa tusikie kwanza beat tusikie utamu wa beat zako kwa sababu tunakuja kusikia quality ya beat. Call him Kezi your man. Kezi on the beat.
tusikilize hizo beat zake ambazo anazifanya, maana jamaa yuko fresh jamani. Yeah, iko poa, iko na talent. Yeah, kuna trust na mtrust, iko poa kabisa yani. Hebu tusikie hizo beat kwanza. Kutoka kwenye Panama House. Yeah, beat ambayo unaamini ya kibabe sana. So naamini beat nyingi bro. Yeah, beat ya kibabe sana. Yeah, tuisikie hiyo beat. Beat hilo. Kwa always. Tusikie hiyo beat. Kwa sababu kuna walisema sijui Burundi hatuna maproducer, sijui hatuna maproducer, tuna nini kina nalicha kodi hizi. Tatizo gisi nimekuambia, tatizo ni moja, Burundi tuna hatuna nafasi watu wa kizazi focus sana ku kizazi kipya. No, that is so good. Kiangalama Tanzania kama wanafika mbali ni jua wana nani kizazi wana mix. Because out of mention akili ya maproducer wa sasa na wa zamani wana kitu kile cha zamani, lakini nyinyi mna vipya. Ini mda wetu na sipika wakati na sitafika tutakisha kizazi kingine. To play beat tusikie. Naweza nikachana na mimi Hamna shit. Yay! Yay! Sikiliza touch, ndio touch unasema kama touch, ndio touch kabisa yani. Hey! Wewe! Niche sauti hao? Hapa ningetaka kusema chochote lakini oh my god, nisibona na beat ya kibabe bro. Una touch gafu, una touch kubwa, nasikia kama touch yako iko sawa. Ya ipo sawa, alafu ni nzuri. Mimi nakupatia big up sana bro. Thanks bro. You have some, yani uko na kazi, you have some job ambayo iko special. So labda tungetaka tumalizie kwa sababu nisikuchoshi sana kwa sababu unaona kwamba inamani kwanza inabidi kwanza uchukue kwanza muda upumzike. Hebu tuambie tunaona kwamba vile unavaa kuna vitu ambavyo unavaa kwenye nguo yako kama vile umeumia. So I'm so sorry. Hebu tuambie ilikuwaje mpaka ukaumia hivyo bro? Nimefanyaga accident na moto. Ajali. Ulikuwa tokea wapi? Ndio. Nilikuwa natokea Kamenge narudi nyumbani. Hiyo pole sana. So pole sana na usidhani Mungu atakusaidia. So unaambiaje maproducer ambao mpaka saizi uangaliki na kile kitu cha kubania wale wa kizazi kipya? Kwa sababu unaweza kuja producer anakuja hapa sijui Mr. Katikuuliza kama bei gani, unaona? Kuna kuja msanii ambaye ni mpya anakuja, anakuambia kama yuko na 30,000 maskini ya Mungu alafu anataka kufanya nyimbo afu unamtukana. Wewe unamwambiaje hapo? Hapana, sio hivyo. Yeah. 30,000 ndio ngapi kwanza? Mimi Swahili na nikoroga sana. 30,000. Muziki ya 30,000. Bon. Muziki nao inakuwa sa depend na msanii unatumika naye. Yeah. Ya na mimi sijalaki pesa sana. Yeah, unajali kazi nini. Taweza leta mimi pala kutumikia mtu ku 30,000 bora na mtumikia bure. Hebu tuambie sasa kiwango cha pesa. Wewe muziki wako mmoja unaulipisha bei gani? Hiyo ni mimi kuongea na wewe. Kwa sababu unajua kwa sababu hapa kuna kitu kinaitwa promotion ya studio, Ndiyo. Kila kitu kipo. Sasa wewe unaposema lazima mtu ajue. Ukisema unaona kazi kusema milioni safi, walishasikia touch hapa. Na timaye mshasikia touch yake, mlisikia beat sio ya kitoto. Kazi kisi na kwa hapo ndeza kwa back to kimoya. Bei ya kazi ina depend na msanii. Yep. Kwa sababu kuna wasanii kama wa hapa Burundi. Yep. Ndalipisha kwa Burundi. Yeah, okay. Msanii wa France ndamlipisha kwa Euro. Yep. Msanii wa Angleterre namlipisha mzile mafranga zao. Yep. Msanii wa USA namlipisha madala. Wewe ulishaga kugusa pound ya mtu ya msanii wa Uingereza? Yeah. Ulishaga kuigusa? Yeah. Bopo juu sana. Hebu tuambie kitu kimoja ambacho unaambia sasa maproducer. Maproducer wenzako ambao wako wanakuja lakini bado wanakatiwa nguvu na wale maproducer wakubwa. I can say ni ku never give up tu. To never give up. Tumika sana. Yeah. Tumika sana. Kweli. Tumika sana tu na kufanya kazi nzuri tu basi. Ndio siri. Kufanya kazi nzuri. Japokuwa game yetu ingali hivyo tu nini wanatupilia sana maproducer wadogo sana. Wanatupilia sana. Kuta nini? Hawapush wasanii na producer ambao ni wa upcoming hawapatii hiyo falere yao. Yeah. Unakuta hata msanii mimi nimeshatumika na wasanii bro, siwezi nikawataja jina, wasanii wa jina wa Burundi. Yeah.
wana jina. Ila wakati anakuja kwako jua na kuona ungali mdogo coming. Yep. Donc sana tumika apatio kazi yako Valeri. Sasa cha kushangaza sasa utaona anaenda tumika kwa mwingine producer, wale producer wa zamani. Yep. Ukisikia hata kazi yako hapa yenye ulimtengenezea, ukisikia na ile ya zamani, unasikia yako hapa ni kali. Lakini ile yako haipati Valeri jua anaona nini. Ile thamani wanaikosa. Na mko atumika naye imekutajataza. Unaona gisi fulani anafaka, fulani anafaka. Yeah. Mimi na fulani ni fulani. Yeah, that is so good. So na kuena umiza sana, unakamata muda wako, unafaa kazi nzuri, unafaa but apatio kazi samani nini kwa sababu ungali juzi hapa nimependa kuna msanii ameniandikia hapa. Yep. Siwezi nikamtaja jina. Yep. Ameniandikia Insta. Ni mkubwa lakini. Niambia. Msanii mkubwa. Msanii mkubwa. Yep. Hapa. Ameniambia bro mimi kingine nimependa kwako. Haujakuwa na jina sana. Yep. Napenda tupandishane. Nikupandishe. Msanii mkubwa. Lakini yeye ndio kusema njia mbaya. Yep. Kuna wasanii wengine wanakuja wanahitaji ngoma, anapenda afaye ngoma, mbele kuguya anaanza kwa kupayua. Mimi ndakuvumisha. Anaanza yale maneno. Anaanza maneno. Mimi ukitoa tu mwa unavuma. Na wewe una touch yako. Na mimi na touch yangu. Lakini ule ameniambia mfaso moja hivi ameniambia bro, mimi nahitaji ni pande nikupandishe na wewe. Yep. Kwa sababu tukikamata hata huu istukizo ya Tanzania. Yep. Bila country boy angekuwa hapo. Angalia country boy ni msanii wa ajabu. Sio ajabu sana. Ila amempatia Valeri yake. Yep, na kampandisha na wote mpaka sasa wako hit. Ila unaona sawa wasanii wa hapa ndio hivyo nimekuambia. But huyo jamaa ameniambia hivi nimependa sana na soon mtafanya kazi. Tutumika naye. So Mungu akubariki. Hebu tunahitaji kufahamu yani neno moja kwa mafanzi wa KZ on the beat ambao wanakufuatilia mpaka saa hizi na ushauri kwa wasanii. Ambao wananifuatilia nashukuru kwa support yao kwanza. Na pia waendelee kutufollow sisi producer. Producer Burundi ukiangalia wana followers kwenye Instagram ni watu follow. Mimi natumikisha jina ya KZ Pro kama KZ wa maana utanipata kwenye Insta. Na wasanii tufanye vitu vya kisasa, tusifanye muziki tu, tufanye muziki ya kidunia. Hapana muziki ya Burundi. Cause muziki wanasemaka muziki ni language niko universel. Inazunguka sehemu yote. Sasa tuache kufanya muziki ya Burundi, tufanye muziki ya dunia njoo. Muziki ya dunia. Wafanye kazi nzuri, wajinspire na wasanii wazuri. Hebu ambia Ami Show TV ambao wanakufuatilia wasikose kushare na kusubscribe na comment ya channel YouTube. Ami Show TV mafanzi wangu wa KZ. I think mshaona interview na ndeza penda msubscribe kwenye channel YouTube ya Ami Show TV. Na pia wa comment na kulike na waendelee kusupport vitu kama hivi TV online. Ndio vitu vinafaa game ya inchi inapanda. Ila naona watu wengi wanavikamatia vya kawaida. Ila mimi napatia samani sana na TV online. So guys, kama kawaida tulikuwa pamoja na Mr. KZ on the beat aka Mr. KZ wa maana ambaye ni producer mzuri ambaye anafanya kwenye kazi ya Panama House. Kwenye kamera alikuwa ni sisi da Silva Mnyamahanga, lakini kwenye microphone mimi yani mtoto wako mzuri, mtoto baba God MB promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too, that is my name. Ulisikia vitu vingi sana ambavyo walivyoongea. So it's so amazing sana, ni producer anafanya fresh. Alisema nataka support yenu, nataka mumsupport. Unaona kitu kizima sana kwamba muziki wa Burundi sasa hizi inabidi tufanye kitu kiko new. Hapana cha zamani. Mpatie producer wa zamani yake, mpatie mtangazaji. Alisema kitu kizuri sana. So God bless you so long my brother. I think siku nyingine tutakupata kwa muda wako. Ndio. Mungu akubariki sana. Ndio, thanks. Tutasemaga ni ciao. Ciao. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho kubganyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.